na tathmini toka tumeanza mpaka tumefika leo, sehemu kubwa ya malalamiko ni ukatili, ni matendo ya ukatili yanayofanyika kwenye jamii zetu, wengine kwa kujua, wengine kwa kutojua. Haya ni matendo ya ukatili, ni yale ambayo yanafika yanamchosha mtendewa na anahitaji kupata fumbuzi. Na haya yako mengi, na mimi nataka niwadokeze machache tu, niwaambie kuwa hayo ndio ukatili wa kijinsia. Ukiona popote anatokea, chukua hatua. Na nyie pia mjue kama jambo hili likukuta, hii ni fursa yako. Ukatili umegawanyika katika maeneo mengi. Nataka nieleze machache tu. La kwanza ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili ni kitendo cha kudhamiria kufanya vurugu na kutumia nguvu ili kumsababishia mtu madhara ya kimwili au mateso. Na haya yako mengi. Kupigwa kupita kiasi, wengine unamchoma moto, wengine wana tabia tu, mtu mmoja amevaa vizuri ndio kumnyang'anya nguo yake, hapa anabaki mtupu. Hayo ni ukatili huo wa kimwili. Na iko tabia ya watu anashika nywele za mtu anamtikisa, huo ni ukatili pia. Kwa hiyo kitokea haya, hapa ndio mahali pa kusaidiwa na kujua namna nzuri ya kukabiliana nayo. Kuna ukatili ambao tumeupiga vita siku zote, ukatili wa kingono. Hiki ni kitendo cha kumdhalilisha mtu kushiriki na kumlazimisha mtu kushiriki shughuli zozote za kingono bila ya kuridhia. Kwenye matendo haya ni pamoja na ubakaji, ulawiti, kubusu. Unabusu mtu ukiwa hataki, wewe unamvamia tu na mbusu. Hiyo ni ukatili wa kingono. Wanawake wanapata tatizo kubwa sana la kushikwa mwili bila ridhaa yake. Lakini wengine, najua wanaume mnapenda, lakini huwezi kulazimisha. Unatongoza mtu hataki, wewe unatongoza tu, anakuambia sitaki, wewe unamfuata. Huo ni ukatili wa kingono. Na una sheria inakulinda. Lakini kuna ile tendo linalofanywa na baadhi ya makabila, umila, utakaso wa ujane. Mama kafiwa na mume, nyewe na familia mnamtafutia mume tena akiwa hajaridhika. Yaani mama amefiwa na mume wake, nyewe mnamtafutia mume. Kwani yeye mwenyewe ameshindwa kutafuta mume? Hiyo nayo ni ukatili. Iko kwenye kundi la ukatili ambao pia hutakiwi kutengenezwa, na wengine mengi mtayapata kupitia kwenye dawati letu. Kuna ukatili wa kisaikolojia. Hiki ni kitendo anachofanywa mtu kwa lengo la kumsababishia madhara kiakili, kimawazo au kihisia. Hapa ni pale ambako mtu anaamua kuitwa, yani mtu anaamua kumuita mtu majina asiyoyataka. Unaacha jina lake la Juma, jina lake la Esther, wewe unampa majina mengine ambayo yanamshushia hadhi yake. Lugha za matusi na kumtolea mtu maneno ya kumfedhehesha. Hayo ni matendo ya kikatili ambayo sisi tunakwenda kuyapiga vita. Kuna ukatili wa kiuchumi. Hii inahusisha kunyimwa elimu, kutopewa haki ya kujihusisha kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Na hii tunaiona sana kwa walemavu.
mlemavu anaachwa kutolewa nje, kukutana na jamii, kushiriki kwenye mambo mbalimbali ya maendeleo, mnamficha ndani, mnamwambia kaa huko ndani. Au mwanafamilia na mawazo mazuri, hata kwenda kwenye mikutano na mzuia, unamwambia kaa ndani huko. Na sisi tumeendelea kuhamasisha, unapoyapata haya usibaki kimya. Linapotokea popote, ili mradi utakuwa umeshapata elimu hii leo, nenda kwenye vyombo vya sheria. Lakini hata kama utakuwa hujapata elimu hii, tafuta mzazi yeyote kwenye familia unayeamini ukimwambia atatatua tatizo lako.